Fainali za michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 katika nchi tatu, nchi ya Mexico, Canada pamoja na Marekani, imeanza usiku wa kuamkia leo. Na group A mechi mbili zimeshapigwa. Mechi ya kwanza wenyeji Mexico walikuwa wakiwakaribisha South Africa, alafu mechi ya pili ya group A ilikuwa ni kati ya South Korea dhidi ya nchi ya Czechia ambayo na yenyewe imeshatamatika. Ina maana group A tayari na mambo. Na nimekuja moja kwa moja kwa mchambuzi wangu leo, nimekuta hapa kidogo kwenye uwanja wake wa nyumbani anapofanya mazoezi akipata muda kujaribu kuchambua. Hebu twende tuangalie kombe la dunia kwa mwaka huu litakuwaje kweje. Na tuanze moja kwa moja bwana mchambuzi kwa kuangalia ufunguzi wa michuano hii. Tumeona kuna performance mbalimbali za wasanii zimefanywa, ambapo wasanii alikuwepo Shakira, Burna Boy na wengineo, na baadhi ya shughuli mbalimbali za ufunguzi wa kombe la dunia kwa mwaka 2026. Unaweza kuzungumzia finali? Sherehe kama sherehe zilikuwa nzuri sana, hazikuwa na mengi sana. Kwa hiyo tumezoea baadhi ya sherehe hizo za World Cup ama za Champions League zinakuwa zina vingi sana kiasi kwamba mpaka mnashangaa kama bwana tu mtagani kwa nini Yesu. Lakini sherehe za jana zilikuwa ni za kawaida, very standard, na kama shughuli ambao walifanya Shakira pamoja na Burna Boy ilikuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba inapokuja performance ya wasanii, especially kama mwanamke na mwanamume, basi kuna mbana ambao kimsingi waga sio mazuri sana, lakini tunaona kwamba walikuwa wanacheza Burna Boy pamoja na Shakira haikuwa ina shida sana, kwa sababu tulikuwa na mko hapo kwenye sebleni pale naangalia bila shida yoyote. So sherehe kama sherehe ilikuwa ni nzuri, very sana kwa kweli. Tuangalie mechi ambayo ilikuwa ina mvuto zaidi, mechi kati ya Mexico dhidi ya Bafana South Africa. South Africa wamefungwa goli 2-0, ikimaanisha Mexico waliondoka washindi kwa ushindi wa goli 2, goli la kwanza na goli la pili, na kufanya South Africa wawe wanapuliza mkia katika kundi lao. Tuangalie hii mechi kiufundi. South Africa walikuwa wamekuwa masengeni. Nafikiri tunapoongea World Cup tunaongea michuano mingi sana kwa ngazi ya mkoa duniani. Kwa hiyo na maana hata wachezaji wengi wanapambana sana kushiriki michuano ya World Cup. Kwa hiyo inakuwa ni very standard na mtu zaidi katika bora na kila kitu. So South Africa waliingia kwenye World Cup azikuwa kwa watu na bila kujua kwamba wanacheza na wenyeji ambao ni Mexico, na wakashinda kujua kwamba leo kwa miaka nyuma walikutana pale kwa Mzee Madiba na kutoka sare ya 1-1, lakini this time around walikutana pale Mexico City na kuweza kufanya goli kabila. Kwa hivyo Mexico walikuwa wanacheza na pengine Mexico walikuwa kwa makini sana, au walikuwa kwenye level za Ufaransa, level za Ujerumani, level za Hispania. Pengine jana South Africa aliweza kupata hamsa, kwa sababu Mexico na wenyewe ni hapa jitu, ndio maana waliweza kupata ushindi wa mechi ya jana. Imenikumbusha fainali za mwaka 2010 zilizochezwa pale kwa Madrid South Africa, ambapo mechi ya ufunguzi ilikuwa ni hivi kati ya South Africa dhidi ya Mexico. Katika ile mechi nafikiri tuliona South Africa wakiwa na kikosi bora wa kina Shabalala, Teko Modise na wachezaji wengineo walicheza vizuri sana, Steven Pina na watu wengineo. Lakini mechi ya jana kitu kilishangaza kingine katika michuano hii iliyoanza ni kadi nyekundu 3 zimetoka katika mechi ya kwanza. Katika mechi 104, mechi ya kwanza inazalisha kadi 3. Hii inaashiria kitu gani? Hii inaashiria kwamba this time around walifanya sana na kwenye swala la nidhamu ni sana. Unajua mwaka 2022 wanaanza kule Qatar ambao wajitahidi kwa bingwa katika mechi zote kuanzia stage mpaka finali, ambayo ilikuwa ni moja ya finali bora zaidi kwa ya Argentina, waliweza kupiga red card 4. Lakini kwa this time around mechi ya kwanza tu tunapiga red card 3. Inaashiria kwamba sababu la katika ya pili kwa South Africa kama mmoja aliitwa bora, ndio angalia huko bora kama kuna Messi, bora kama kuna mushkeli na kula kwenda kwenye bali akajishikisha akaona kweli hii ni spirit. So this time around wachezaji wote ambao wanafanya usanii na ujanja kwa ndugu yangu nimekula kwao, kutumia kwa kama free wako very strict na sheria, kwa hakuna kuonea nyani aibu sio. Tumalize kwa hii swala goalkeeper wa Mexico Ochoa, nafikiri anaweza kawa miongoni mwa binadamu wachache ambao tulitarajia kwa mechi ya jana kwamba miongoni mwa binadamu wachache ambao wamefika fainali nyingi za kombe la dunia, lakini kocha tactically akaona kwamba hafai kuanza katika milingoti mitatu, akaanza na goalkeeper namba 2 Raul. Bwana Raul. Tunawezeje kuzungumzia hili swala?
ndiye atacheza na atavunja hiyo rekodi kuwa binadamu pekee waliofanikiwa kucheza michuano hii ya kombe la dunia michuano 6 au fainali 6. Nafikiri tunasema kwamba kwa wenzetu wazungu kutoa rekodi si wako wanashirikia sana, na mzee Bwana Ochoa fainali ya kwanza 2006 akacheza TF10 Madiba pale 2014 pale Brazil akacheza pia kwa pia shirikisho katika kule Qatar Malaundi kwa kupitia nyumbani Mexico. Yeye kwa wenzake watatu tunazungumzia kwa Modric kutoka Croatia na pia hizi sita, lakini pia tunazungumzia nahodha kutoka Argentina Lionel Messi Portugal pembeni fanya zake pia kwa sita, lakini pia tunazungumzia nahodha kutoka Ureno Cristiano Ronaldo ni pia ni fanya zake kwa sita. So bwana jana tegemea Bwana Ochoa angeweza kuanza akawa ni mtu wa kwanza kucheza finali za kombe, lakini kocha akaona afai kwa sasa kuweza kuanza kwenye kikosi cha kwanza ambacho tayari timu. So akaamua kumachi sababu, lakini tunaamini kwamba ana nafasi bado ambayo nafasi dhidi ya raundi ya tatu at least some minutes kuweza kuweka record. Sisi naamini kwamba huenda atakuja pamoja pia kuweza kuwachaguza vijana katika michuano hii kutoka kabisa ngazi ya national team duniani. Nafikiri Bwana Ochoa bado ana nafasi ya kuweza angalau kupata dakika moja ya kuweza kuchukua miongoni mwa wachezaji pekee ambao ni finali 6 za kombe. Wakati ligi ya Tanzania bado inaendelea, tukiwa tumebakiza mechi chache, Simba na Yanga na baadhi ya timu zikiendelea kumaliza huku tayari group A South Africa, South Korea, Mexico pamoja na Zechia tayari group na msimamo. Hebu tuangalie the second leg, mechi gani tutakuwa na nguvu zaidi? Nafikiri tunaamini kwamba mechi ya kwanza kwa mashindano yote yale kushinda unakuwa na confidence katika mechi ya pili, unakuwa relaxing na cheza kama hata kama kupata sare hata kama kupoteza bado huwezi kuumia sana, lakini kama ikitokea mechi ya ufunguzi mechi ya kwanza unaweza kupoteza, kimsingi mechi ya pili inakuwa ni mzigo mkubwa sana. So mechi ya pili ambayo itakuwa ni kufanya kupona, nafikiri kati ya wenzetu South Africa dhidi ya Zechia, kwa sababu ni mechi ambayo ile ukijua, lakini sasa unaanza kuandaa pasipoti zako visa ziko salama ili kesho yake uweze kwenda pale hapo kwanza kufanya mambo mengine. Nafikiri mwenyeji Mexico dhidi ya South Korea ni mechi ambayo itakuwa kali, lakini bado itakuwa ni sauti ya mtaani kuja kudoni, ila South Africa dhidi ya Zechia mechi hakika ni baada ya kufanya lakini kwamba yani kuna kwa hiyo watu zaidi ya bilioni 8.2 wakiendelea kufuatilia michuano ya fainali za kombe la dunia popote pale walipo. Mechi zitakazochezwa ni mechi 103 mpaka sasa, mechi 104 mpaka sasa, mechi 2 zimechezwa, tumebakia na mechi 102 ambapo tutaona mataifa mbalimbali, mataifa 48 yatakutana pale katika nchi tatu kucheza michezo yao kwa ajili ya kutafuta nani ataibuka kidedea, atageuka kuwa bingwa. Yes, kwa upande wako nani anapata nafasi? Unajua mimi nafikiri nitatoa upendeleo pale group stage itakapokamilika. Ingawa kila mtu anaongea wake, kila anasema Ufaransa ndio wana golden era, sasa wanaweza kashinda, wengine Brazil, wengine hawaamini, wengine Ureno and others, kwa sababu mechi iliyopita finali iliyopita waliona La Pulga ndio imesabeba kwa wanataka balance na huyu. Kwa hiyo tutajua kwamba nani atakuwa bingwa, lakini cha msingi ninachotaka kuambia watazamaji wetu waendelee kufuatilia Gold Sports. Tunarudi tena kwa nguvu kwa ajili ya kuwahabarisha na kuwapa takwimu mbalimbali ili waweze kujua habari mbalimbali zenye uhakika zaidi. Gold Sports, mpaka wakati ujao, bye.